mwenye kumtesa mtoto yatima na mwenye kula mali za yatima. Nyinyi wote hapa, robo tatu ya wanawake mlioko hapa, mnawalea mayatima. Au nakosea? Robo tatu mnawalea mayatima. Lakini wewe nafsi yako inajua, ukitaka ujue ubaya na ugumu wa maisha ya duniani, wazazi wako wakuache ukiwa mdogo. Kuna watu unacheka nao, unadhani wanakupenda, lakini wanakupenda kwa sababu wanamuona mama yako. Hata kama mama yako ni mzee, wanamuogopa. Kuna mambo hawezi kufanyia. Lakini ngoja mama yako afariki, hao wanaokupenda ndio watakuwa wa kwanza kudhulumu haki ya mama yako. Nitakuleta katika historia japo itatuliza, lakini tustahimili. Jamaa yangu mmoja alikuwa na mke. Bahati mbaya wamekaa miaka 14 hawajazaa. Mwanaume anataka mfukuze mwanamke kwa sababu hazai. Alipotaka kumfukuza akamwambia, nakupa ofa ya mwaka mmoja, usipozaa na kufukuza. Na huyu mwanamke alikuwa ni mcha Mungu mno. Akawa anakuja kutuambia, mashehe nifanyieni dua, nimetoka na mume wangu mbali, tulikuwa tunalala chini, leo tuna manyumba, leo tuna magari, kweli nafukuzwa, nampenda mume wangu. Nikamwambia, sisi hatuna uwezo wa kusaidia kupa mtoto isipokuwa Allah, uwezo huo anao. Tukafanya dua, mwaka ule ule Allah akamjalia akanasa ujauzito. Takbiri. Aliponasa ujauzito, kwa sababu ni mtu ana hamu, alikuwa muda wote anashika tumbo lake, akikaa nasema, mwanangu tulia, baba yako mimba ile haikukawia, akafika mahala anatakiwa akajifungue. Siku anapata uchungu wa kwenda kujifungua, mume yuko kazini, inapigwa simu, mke wako amepatwa na machungu, akawaambia mpelekeni hospitali, tukutane hospitali, nampenda mke wangu. Hicho ndio kitu ambacho tulikisubiri kwa miaka 14. Na mwanamke alikuwa anasema, nina hamu ya kulea mtoto wa damu yangu, nimuone akilia, nimbembeleze, alale karibu yangu. Ndio yalikuwa maneno yake. Kuna wakati unaweza ukapanga kitu alafu ukakipata na usikitumii. Akapelekwa hospitali. Jamaa alipofika hospitali, daktari anamwambia, mke wako yuko salama na yuko kwenye hatua za kujifungua, wewe rudi kazini, akijifungua tutakuita kama utakuwa na kazi. Akasema, basi ngoja nirudi, mtaniambia. Baada ya risali moja anapigiwa simu, njoo hospitali haraka, kuna tatizo limetokea. Mwanaume anaendesha gari kama mwenda wazimu. Alipofika kwa daktari, anaona macho ya daktari yameroana. Daktari analia na wale ndugu wanalia. Anamwambia, daktari niambie kuna nini? Anamwambia, ndugu yangu pole, mke wako amejifungua salama, lakini katika kujifungua kwake, manake tulikuwa na watu wangapi? 2. Mmoja baada ya kujifungua, mmoja tumempoteza. Anamwambia, niambie nani amefariki? Akasema, mtoto amesalimika, mke wako amefariki. Mke wako amefariki, hajamuona hata mtoto. Mke wako amefariki baada ya kujifungua, akapata kifafa cha uzazi. Mke wako amefariki, hajambeba mtoto, wala mtoto hajanyonya ziwa lake. Mwanaume alilia sana, alilia mpaka anatetemeka. Watu wakamchukua, watu wakampeleka nyumbani. Baada ya mazishi akasema, mimi sitaoa mwanamke mwingine mpaka mwanangu afikishe miaka 5. Nikimuona huyu mwanangu namkumbuka mke wangu. Nikimuona mwanangu namkumbuka mke wangu. Naogopa kuoa, wanawake watakuja kumtesa mwanangu. Lakini ataishije? Baada ya miaka 5 akalazimika kuoa. Akamuoa mwanamke, lakini akamwambia, nimekuoa kweli nakupenda, lakini ukitaka nikupende zaidi, mpende mwanangu. Huyu mwanangu ni sainsi ya mke wangu. Hizi mali zote unazoziona msababishaji ni mama yake na huyu. Ukitaka nikuchukie au nikuue, basi umtese mwanangu. Mwanamke akasema, nitamlea. Kweli mwanamke akamlea. Lakini ndani ya mwaka ule ule huyu mke wa pili akapata mimba. Baada ya muda akajifungua, wakawa ni watoto 2. Ikapita miaka 4. Huyu binti ambaye ni yatima akiwa na umri wa miaka 9, huyu wa kiume ambaye ni wa mke mdogo akawa na umri wa miaka 4. Watoto baba aliwatengenezea upendo, utafikiri ni baba mmoja mama mmoja. Wakawa mmoja hawezi kula mpaka mwingine ale. Huyu mkubwa wa miaka 9 anampenda mdogo wake, na mdogo wake wa miaka 4 mwenye mama anampenda dada yake. Mapenzi akawa mpaka baba akafikia hatua ya kumwamini huyu mwanamke kwamba ni kweli amemlea mwanangu. Akawa tena hana wasiwasi naye. Hapa mwanamke akaingiliwa na uibilisi, kama ambao uibilisi wanao wanawake wanaolea mayatima.
Akasema mbona mume wangu anampenda huyu mtoto ambaye hana mama? Inaonekana mume wangu akifa ghafla huyu mtoto atachukua mali zote. Kwa nini amemwandikisha huyu mtoto? Hapana, lazima nimuue huyu mtoto. Nikimuua huyu mtoto ndio salama yangu. Nikimuua kwa sumu watu watajua nitafungwa. Huyu nitamuua kwa mateso. Siku moja mvua ikiwa inanyesha, saa 3 usiku, mume akiwa amesafiri lakini anarudi siku hiyo, yule mama akamchukua yule mtoto yatima akamuweka uwani. Watu, haya mambo ni hatari sana. Mimi nimewahi kuona mama mmoja anakula chakula na watoto yatima. Yani na mmoja katika wale watu, yana watoto 4 wa kuzaa, 3 wa kuzaa, 4 ni yatima. Wanakula chakula, wakati yule yatima anakula chakula, mama anampapua tonge la ugali. Anamwambia subiri wanangu washibe na wewe ndio utakula. Yule mtoto yatima alipogeuza sura kuniona, akakimbia nyuma ya nyumba, kumbe ndio kuna kaburi la marehemu mama yake. Mtoto wa miaka 7 anapiga magoti kwenye kaburi la mama yake, analia, anasema mama njoo unichukue, mama nateseka, mama. Tunamuuliza kuna nini? Anasema mama mdogo ananilea vibaya, ananitesa. Usiku nyumbani hapa kuna joto, ikifika wakati wa kulala mama ananipa boksi niwapepee watoto wake mpaka walale ndio mimi nilale. Huyu mama akasema nitamuua. Alichokifanya kilikuwa kitu kibaya. Siku hiyo alichokifanya, akamchukua huyu mtoto akamwambia utakaa nje, saa 3 usiku mvua inanyesha. Tena kwenye upenu wa nyumba mvua inanyesha, akamwambia utakaa hapo. Akakaa, akafunga mlango, akaacha wazi mlango wa uwani ili mume wake akija asipiti uwani, apitie barabarani. Mume alipokuja akaingia saa 5 usiku, mtoto ananyeshewa na mvua. Mtoto amekaa kwenye upenu wa nyumba, mtoto wa miaka 9. Ni kitu gani we mama anakula na kunyima? Akakaa kule, baba akaja akauliza vipi watoto? Akasema wamelala. Baba hakutaka kufuatilia. Na hii nawaambia ni nyinyi wanaume, kama unamlea, una mke alafu una mtoto ambaye amefiwa na mama yake, usiwi unakubali kwa kuambiwa. Wakati mwingine fika uone. Baba kaambiwa mtoto amelala, kumbe mtoto hajalala, mtoto yuko nje. Baba akala chakula akaingia ndani kulala. Saa 5, saa 6 mtoto yuko nje peke yake. Saa 7 baba amelala. Ukiona unaota ndoto usiwe unapuuzia. Kuna ndoto ambazo zinakuja na ujumbe wenye kusikitisha. Angalia kilichotokea. Baba wakati amelala akaota ndoto anamuota marehemu mke wake. Lakini marehemu mke wake amekuja kusimama na kisu mbele yake. Anamwambia mwanangu yuko wapi? Baba akashtuka. Aliposhtuka akamwamsha mke wake, akamwambia mke wangu nimemuota marehemu mke wangu. Mke yule ibilisi maluni akamkumbatia, akamwambia mume wangu huenda jana umemwaza sana, watoto wako salama, lala. Baba akarudi kulala. Imepita dakika 40, ndoto ikarudi. Mama anakuja anamwambia mwanangu yuko wapi? Baba akashtuka, akamwambia mke wangu, mbona na mke wangu ananitokea sana kwenye usingizi? Akamwambia mume wangu, hivi mimi kweli naweza nikawa namtesa mtoto? Nimemlea miaka mingapi? Hivi mimi kweli? Baba yale maneno akalala tena. Saa 9 ndoto anaota mwanamume amsha, anamwambia marehemu mke wake, anamwambia mume wangu nimekuja mara 2 kukukumbusha mtoto wetu umekataa. Basi nimemuomba Mungu amchukue mwanangu amlete niliko. Lakini kwenye ndoto baba akakurupuka usingizi. Haiwezekani ndoto je mara 3. Akaenda chumba cha watoto, subhanallah, hakumkuta mtoto wake. Tulimsahau nje jana. Baba akaparamia milango kufungua labda atamuona. Anafungua mlango, wallahi anakutana na mtoto amelala, amekwisha kauka, amekufa muda mrefu. Amina Rabi, amina. Amina Rabi, amina, dua nitakabalia. Amina tena amina, dua ninawaombea.
Uyatima ni hatari, uyatima ni msiba, uyatima ni mateso, uyatima mtihani. Jamani, mimi nateswa na mama yangu wa kambo. Mama wa kambo si mama, jamani ananitesa. Makofi ananipiga, njaa ananishindisha, na njaa ananilaza, maji ananimwagia, na tanga na njia huku nikiomba Waislamu, kufiwa baba na mama, mateso mengi dunia. Mtume alimkuta yule mtoto yatima, sababu gani waliapa njiani huruma? Leo siku ya furaha kwa jamaa Islamu, nijibu kadiri unavolia, uchungu unanipata. Yatima akamjibu, sina baba duniani. Yatima akamjibu, sina baba duniani. Baba yangu alikufa kwenye vita ya Mtume. Leo sasa minateswa, ni nani wa kunilinda duniani? Kufiwa baba na mama, mateso mengi dunia. Mtume akamjibu, ewe mtoto yatima, sijui utakubali mimi niwe baba yako, Aisha awe mama yako, Fatuma awe dada yako. Kadiri unavolia, uchungu unanipata. Yatima akamjibu, kwa nini nitakupinga? Kwa nini nitakupinga ewe Mtume wa Allah? Sina nguo ya kuvaa, sijui wapi nitakula. Kufiwa baba na mama, mateso mengi dunia. Akina mama wa leo wenye kutesa yatima, lawama mutazipata usiku kama mchana. Chakula cha mayatima, chakula cha mifupa, munawapea uwanjani na kisha kuwasimanga. Mtoto wako wa kweli halali unampea chumbani, na yatima siseme matusi yanamfuata. Sikuua baba yako, sikuua mama yako, si uende makaburini utakuta mama yako. Na yatima analia kukumbuka mama yake, angekuwa mama yangu duniani nisingekuwa nasimangwa. Mungu mvunja manyumba, mijibaki visiwa, shukuru unavotenda na wako atatendewa. Mtoto wa mke mwenzio mama, kazi yake kusimangwa, unamweleza ya kwamba sikuwa mama yako. Toka pale we mshenzi, sikuwa baba yako, si uende makaburini utakuta baba yako. Yatima akisikia anaenda kwa babae, anamweleza babae, sikia majibu ya baba mmilikiwa na mke. Toka pale we mshenzi, tabia mbaya ulifata marehemu mama yako. Haya ni maisha ambayo tunaishi, na wala hatulii kwa sababu tunalia tu. Tunalia baada ya kukumbuka. Nitoe wito, mwanamke yoyote mwenye kumlea yatima kwenye nyumba yake, mtu yoyote mwenye kumlea yatima katika makazi yake, lau kama hataacha kumtesa yatima, wallahi ajiandae kuadhibiwa kabrini na ajiandae kuingia katika moto wa jahannam. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie na awape furaha mayatima wote. Mayatima wamekosa furaha, jamii imewatenga. Leo mayatima wanatengewa mji. Mtume alikuwa anagawana na maswahaba mayatima,
akitokea yatima watu wanagawana. Leo mayatima wanawekwa pamoja kama wafungwa. Mayatima wanapangiwa muda wa kula, kwamba wiki nzima mtakula maharagi, siku ya kula nyama ni siku moja. Watoto wetu wanakula, watoto wetu wanavaa, watoto wetu hakuna wanachokikosa. Mayatima tumewatenga. Juu ya mayatima kuna mashtaka yanatusubiri kwa Allah. Leo nakutana na mtu amebeba kilo moja ya nyama, unaenda wapi? Napeleka msaada kwenye kituo cha mayatima. Mayatima hawakuhitaji vituo, vituo ni kuwasimanga. Mayatima walihitaji waishi na sisi. Ni nani kula kituoni atambembeleza yatima? Mtoto anahitaji mapenzi. Wewe mtoto wako unamhitaji, unambembeleza, unamkumbatia, unambusu. Kula yatima nani atambusu? Nani atambembeleza? Yatima tukitaka tuwalee, tugawane, tuishi nao manyumbani na tuwapende kuliko tunavyowapenda watoto wetu. Watoto wetu wanatuona sisi wazazi wao. Mayatima hawaoni wazazi wao. Kama unadhani kufiwa na mzazi ni kitu kidogo, subiri siku moja utafiwa na mzazi. Kama wewe ni mtu mzima, mwanao utakufa, utamuacha. Kama unavyofanya ndivyo na yeye atakavyofanyiwa. Mwisho